Usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri Kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais. Pengine asingetarajia siku moja jina lake lingetajwa kama kiongozi mkubwa ndani na nje ya Tanzania. Hapa namzungumzia mtu aliyezaliwa Julai 12 mwaka 1983, ambapo hadi sasa ana umri wa miaka 43, huku akibeba cheo kikubwa cha kuwa makamu wa rais. Deogratius John Ndejembi ni kijana wa Kitanzania, na huku wengi wakimfahamu kama mwanasiasa na waziri wa nishati. Lakini nyuma jina hilo kuna safari ndefu ya uongozi iliyopita katika siasa za CCM, utawala wa wilaya, ubunge, uwaziri na hatimaye kufika kwenye hatua ambayo chama chake kimempendekeza kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla kufika kwenye majukwaa ya kisiasa, Ndejembi alipita hatua za elimu zilizojenga msingi wa maisha yake. Wasifu wa bunge unamtaja kuwa alipita elimu ya msingi kuanzia mwaka 1988 hadi mwaka 1995 katika shule ya Canon Andrea Primary School. Kisha elimu ya sekondari kidato cha kwanza hadi cha 4 mwaka 1996 hadi mwaka 1998 katika shule ya Kigurunyembe Secondary School na Jamhuri Sekondari. Kidato cha 5 na 6 mwaka 2002 hadi mwaka 2004 katika Merton College, na baadaye akafika katika ngazi ya chuo kikuu katika University of Lincoln mwaka 2006 hadi mwaka 2009 akisomea International Relation, yani ushirikiano wa kimataifa, na kupata Advanced Diploma in Administrative Management mwaka 2009 hadi mwaka 2012 katika Institute of Administrative Management. Safari hii ya elimu ilikuwa sehemu muhimu katika kujenga uwezo wake ambao baadaye ungeonekana katika kazi za utawala na siasa. Na kama usemi unavyosema, mti wenye mizizi imara hauangushwi na upepo. Ndejembi alikuwa bado kijana, lakini hatua kwa hatua alikuwa akiingia kwenye mazingira ambayo yangefungua milango ya uongozi. Safari yake ya kisiasa haikuanza akiwa waziri wala mbunge. Ndejembi aliwahi kufanya kazi ndani ya Chama cha Mapinduzi na baadaye akawa mmoja wa maafisa wa chama katika makao makuu. Mwaka 2016, rais wa wakati huo akiwa hayati John Pombe Magufuli alimteua kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma. Uteuzi huo ulikuwa hatua muhimu kwa kijana huyo, kwani ulimpeleka kutoka kwenye mazingira ya chama kwenda kwenye nafasi ya moja kwa moja ya uongozi wa serikali. Na Ikulu ilitangaza uteuzi huo tarehe 7 Julai mwaka 2016 na akaagizwa kula kiapo cha uadilifu tarehe 12 Julai mwaka huo. Akiwa mkuu wa wilaya ya Kongwa, Ndejembi alijenga taswira ya kiongozi anayependa kushuka chini na kufuatilia utekelezaji wa mambo. Miongoni mwa mambo yaliyoonekana wakati huo ilikuwa kampeni ya Ondoa Njaa Kongwa, iliyolenga kuhamasisha wananchi kulima mtama kama zao linalostahimili ukame. Pia aliwahi kuchukua hatua dhidi ya changamoto za utendaji katika mamlaka ya maji ya wilaya baada ya malalamiko ya watumishi kuhusu mishahara na usimamizi. Na hapo ndipo jina lake lilipoanza kuonekana zaidi katika siasa za Dodoma, kutoka kuwa afisa wa chama hadi kuwa msimamizi wa serikali katika wilaya. Baada ya uzoefu wa utawala wa wilaya, hatua iliyofuata ilikuwa bunge. Ndejembi aliingia kwenye siasa za uwakilishi na kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino akibeba bendera ya CCM. Ndani ya bunge alianza kuonekana katika mijadala mbalimbali kuhusu huduma za wananchi, barabara, shule, afya na maendeleo ya halmashauri. Mwaka 2021 akaingia serikalini kama naibu waziri katika ofisi ya Rais TAMISEMI, akishughulikia masuala yanayohusu serikali za mitaa. Rekodi za bunge zinaonyesha akijibu maswali ya bunge kuhusu barabara, shule, vituo vya afya na miradi ya maendeleo. Mnamo Machi mwaka 2024, safari yake ilipiga hatua nyingine kubwa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alimteua Ndejembi kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, baada ya kuwa naibu waziri TAMISEMI.
Hii ilikuwa ishara kwamba mwanasiasa huyo kijana alikuwa akipewa majukumu makubwa zaidi ndani ya serikali. Miezi michache baadaye, Julai mwaka 2024, alihamishwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Hapo alikumbana na moja maeneo yenye changamoto kubwa Tanzania: migogoro ya ardhi, mipango miji, hati za ardhi na makazi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, Ndejembi aliendelea kuaminiwa katika serikali mpya na akateuliwa kwa waziri wa nishati. Hii ilikuwa wizara nzito yenye majukumu makubwa kwa uchumi wa Tanzania: umeme, gesi asilia, mafuta, miradi ya kimkakati na usalama wa nishati. Mwaka 2026 alisimamia ajenda mbalimbali za sekta hiyo, ikiwemo mipango ya kuongeza uzalishaji wa umeme hadi megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Pia alihusika katika masuala ya miradi ya gesi na EACOP. Na sasa ndipo simulizi hili linapogeuka kuwa la kushangaza zaidi. Baada ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais, nafasi hiyo ikawa wazi. Chama cha Mapinduzi kikaanza mchakato wa kutafuta jina la mtu ambaye angeweza kupendekezwa kushikilia nafasi hiyo. Agosti 26 mwaka 2026, kwa mujibu wa taarifa zilizotangazwa na Katibu Mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro katika ofisi ndogo za CCM Lumumba jijini Dar es Salaam, halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilimpendekeza Deogratus Ndejembi kwa makamu mpya wa rais. Kwa hiyo kijana aliyewahi kuwa afisa wa CCM, mkuu wa wilaya ya Kongwa, mbunge, naibu waziri na waziri, sasa amefika hatua ya juu zaidi ya safari yake ya kisiasa. Hivyo safari ambayo ilianza kwenye elimu ikapita CCM, Kongwa, bunge, TAMISEMI, ofisi ya waziri mkuu, wizara ya ardhi na hatimaye nishati, sasa imefika kwenye ukingo wa moja ya ofisi kubwa zaidi nchini. Na sasa swali ni moja: je, Deogratus Ndejembi atakamilisha hatua hii ya mwisho na kuwa makamu wa rais wa Tanzania? Historia yake inaendelea kuandikwa na ukurasa unaofuata unaweza kuwa mkubwa kuliko yote aliyopita. Mtayarishaji ni Innocent Ayo na msimulizi wako ni mimi Consolata Chaligha wa Ayo TV.